Wagwan wananiita Timo, au sio? Bwana tumemaliza mashindano ya kombe la dunia na hongera sana kwa team Spain. Hongereni sana, mmefanya kazi kubwa sana. Kwa hivyo hongereni, lakini pia poleni kwa team Messi. I've been mocking you for 2 days. Kwa hiyo nimewamok kabla ya mechi, nimewamok baada ya mechi. Kiukweli nimewaramba ipasavyo, nimewabagaza ipasavyo mashabiki wa Messi. Nimewazungumza vibaya kwa namna ambavyo nimeweza, na naomba niseme na bado kadri nitakavyopata nafasi nitaendelea kuwasema vibaya mashabiki wa Messi na Argentina kwa ujumla. Baada ya kusema hayo, naomba sasa tupige story kuhusiana na mwamba mmoja. Unajua bwana, kwenye football kuna watu waga tunasema ni mabingwa wa kujiumiza, wakina Neymar, wakina Reece James sometimes wanapata hizi tetesi na vitu kama hivyo, lakini hawa wakina Neymar tumewaona wakicheza. Au mchezaji yoyote yule ambaye unajua ndio bingwa wa kujivunja, utamweka chini hapo kwenye comment. Lakini kuna mwamba mmoja anaitwa Carlos Caesar. Kaka, huyu Carlos Caesar achana naye, huyu mwamba ni scam, huyu mwamba ni bingwa. Carlos Caesar, kwanza process yake ya kwanza, miaka ambayo yeye alijiingiza kwenye soka ilikuwa ndio miaka ambayo wachezaji wanaanza kulipwa pesa nyingi, wachezaji wanaanza kulipwa kuishi maisha ya kifahari na vitu kama hivyo. Kwa hiyo yeye akaiona opportunity kwenye soka, akafuatilia taratibu na sheria za soka zilivyo, mchezaji akisajiliwa, mishahara na vitu kama hivyo, akasema ngoja niwekeze. Sasa process yake ya kwanza ni kuweka urafiki na wachezaji wakubwa duniani. Kwa jamaa alihakikisha wachezaji wakubwa wale wa Brazil ni marafiki zake, na alifanikiwa. Huyu bwana alikuwa chawa zaidi ya aliwavuta na wakawa marafiki kweli. Baada ya hapo akawa anapata ganji zile. Sasa alipopata ganji akaona opportunity namba 2 ni kujitengenezea story. Sasa mwamba alikuwa anafanyaje? Analipa media, gazeti, tetesi zinaanza. Umeelewa bwana? Kwa hiyo imagine wewe ni tajiri, unasikia bwana kuna mtu anaitwa Carlos Caesar bwana anataka asajiliwe labda Madrid. Sio, umeelewa? Carlos Caesar Madrid, ni nani huyo dogo? Huyu bwana ana hang na kina Bebeto, ana hang na kina Nazario Gaucho. Unajua miaka hiyo wachezaji wakubwa wa Brazil, ukiambiwa mtu ana hang nao unajua kabisa huyu mtu ni noma, huyu mtu ni mtu wa boli. Basi mwanangu, watu walikuwa wanaingia chaka. Jamaa amekaa kwenye career ya football for 10 straight years bila kucheza mechi hata moja. Mwamba anatengeneza tetesi, bwana huyu jamaa noma, huyu bwana noma, rafiki yao kina Robinho, huyu rafiki yao kina fulani. Watu wanaingia chaka, wanaingia naye sign, anatengeneza story, mnampigia simu, bwana Carlos, vipi, shwari, kwema bwana, mimi ni mkuu labda toka timu fulani na nini, tunataka tukusajili bwana, tunataka tukusajili. Mmechelewa jamani, mmechelewa. Madrid washatuma hela tayari, wanasajili kwa $600, mshahara kama $12,000 hivi kwa mwezi. Nyie mmechelewa, bado kusaini tu. Sasa sikiliza, wewe usiende Madrid, sisi tutakupa kiasi hiki na hiki na hiki na hiki, labda mweke na bonus. Mweneke bonus hapo, bima ya afya, usafiri bure na ndege, niwe nasafiri na wenzangu, washikaji zangu na nini na vitu kama hivyo. Mwamba akawa anasajiliwa, na akisajiliwa anakuja kwenye stage number 3. Mkisha msajili tu, kesho asubuhi anakuja mazoezini kama kawaida. Player, unajua player haswa hela yake ya usajili, anatoa ganji kidogo, anakuja pale mazoezini, anamlipa beki, anambia sikiliza, nikipasiwa tu nivunje miguu. Kwa mzee ile mbungi limeanza lile, anaruka koni, mnakimbia naye fresh. Unajua kuruka koni ya kuhitaji ufundi, anaruka koni nini, anakimbia fresh, lakini boli hamna. Jamaa hata dana 5 apigi. Huyu mwizi huyu jamani, huyu jamaa ni mwizi. Hujawahi kuona Carlos Caesar
Huyu jamaa alikuwa ni mwizi, huyu alikuwa master kato kabisa, yani huyu untouchable. Analuka koni, anadantia hivi, anakimbia hivi, anapiga anazipiga zile mazoezini. Watu wanasema mwamba huyo hapa. Boli likianza ile pia anaitisha ile te. Beki anakuja na namba. Daktari wa timu anakula hela yake na nini. Bwana huyu msimu mzima huyo hachezi. Ni mnamuona yuko Spain anakula bata Ibiza wapi. Akajichanganya. Akatengeneza false information, akaenda akasajiliwa timu moja ipo Colombia huko. Tajiri wa timu anauza mambo ngada. Na Colombia kule bwana hawana mswalie mtume. Kwa akajichanganya kaenda kule. Mishahara nini fresh, watu wanamlipa fresh mchezo wake ule. Kuna siku bwana tajiri wa timu kaamka asubuhi akauliza, jamani timu yetu imebakiza mechi ngapi kwenye ligi? Kaambia bwana imebaki mechi 3. Sasa basi hizo 3 zote jamaa anacheza dakika 90 huyo. Kweli bwana mimi naumwa jamani. Bwana wewe utacheza. Jamani mimi naumwa. Tajiri akamwambia wewe utacheza. Sasa icheza ucheze au nikuvunje miguu hiyo. Wewe si unaumwa miguu nishakulipa mishahara msimu mzima. Wewe leo utacheza. Carlos Siza kashika kichwa hivi mzee. Anatamani kulia. Jamaa akamwambia leo utacheza. Basi unaambia bwana mechi saa 10, watu wamejaa uwanjani saa 10 hapo jioni nini. Tata kijua kabla kijazama. Wamekuja uwanjani kumuona nani? Bwana Siza. Bwana Kaiza kumradhi. Kaiza anacheza, anajua kabisa hapa miamba imekaa nje na mitu. Unajua bwana Colombia hawana masiala bwana. Hawataki masiala. Mitutu watu wamekaa nayo nje wanamsikilizia Siza. Bwana Siza akiwashe. Basi ule bwana kabla mpira hujaanza akapewa kadi nyekundu. Unaambiwa kabla mpira hujaanza, si unajua ile mnasalimiana ile mnakaa kwenye mistari hivi, alafu wachezaji mnakuja mnapeana mikono. Basi ule bwana akamfuata kipa wa timu pinzani wakati wanasalimiana, miguu ya uso ya kutosha. Refa pale nyekundu. Toka. Tajiri huko nje kule anasema jamani, namtaka Siza akiwa hai au amekufa. Eti Siza nani tena? Carlos Kaiza huyo. Namtaka akiwa hai au amekufa. Unaambiwa Kaiza kapelekwa pale, unajua kafunikwa ile mitambaa meusi ile kichwani nini, rapta mikofi ya kutosha. Unajua watu wa Colombia washanuna hapo. Mitutu tunapigwa singi na bunduki hivi. Siza umefanya nini? Nilitaka ni kuone ukipiga boli. Umefanya nini Siza? Come on. Tajiri kakasirika. Kaiza ukitaka kujua kwamba huyu mwamba ni master, akamwambia bosi, bora yule kipa angenitukania mama yangu. Bora yule kipa angenitukania wazazi wangu na familia yangu. Yule kipa amekutukana wewe na ni kitu ambacho nisingeweza kuvumilia. Umenilipa mshahara, umenivumilia vya kutosha. Msimu mzima sijacheza mpira. Wewe umenivumilia mimi. Leo hii naingia uwanjani, yeye anakutukana wewe. Nisingeweza kuvumilia, ndio maana nikamkanda makofi. Kama kunifukuza nifukuzeni, lakini hapa mimi nisingeweza kukubali. Unaambiwa yule tajiri akamuongeza hela Siza, akamwambia Siza, chukua hela hizi nenda kapumzike. Siza msimu umeisha, natakiwa kusaini tena. Staki. Anaitwa Carlos Siza huyo. Anatambulika kama most conman on football history. Huyu jamaa ni mwizi kuliko watu wote kwenye historia ya mpira. Anaanza yeye, anafuatiwa Ronaldo, Cristiano Ronaldo, fake goat. Naitwa Timo na hii ni Mo Talk. I'm out.